Sidayo salama ule. Okay. Nimeona umepiga bonge la show pale ndani. Biko anaonekana kama ni wa moto sana. Mimi nikwambie tu kwamba moja ya wasanii ambao wanaweza kuperform pale kwenye jukwaa, wewe ni moja ya wasanii ambao mnaperform vizuri. Siri ya mafanikio ni nini? Ni kuamini kwamba inawezekana na kuamini uwezo wako binafsi na kujifunza zaidi kwa waliotangulia. Yes. Kutoka leo una wimbo gani mpya ambao kuna program kazi mpya ambao unaiandaa au kuna wimbo ambao umeshairelease hapa karibuni, inawezekana ni jana au leo, na ni jina gani? Nyimbo bado tuna hit yetu bado inaendelea kufanya vizuri, inaitwa Sere Mohano na bado inafanya vizuri. Nyingine inaitwa Seriania ambayo tumefanya na mtu kidogo wa Ufaransa. Pia tuko kwenye taratibu wa kuandaa kitu kikali sana ndio na Darmasa Esoro. Kabla hatujafikia kwenye usiku ambao utakuwa pia unaitwa Osimle Ndeva tarehe 29 ya mwezi wa 8 ambao tutakuwa pia tuna release ngoma mpya. Kwa hapa katikati nitawapa Esoro, alafu tarehe 29 tunakutana hapa Arusha Mall tena kwa ajili ya kitu kinachoitwa Osimle Ndeva. Osimle Ndeva. Kwa hiyo pale utakuwa unaachia album nyingine. Yes, unaachia nyimbo nyingine, lakini pia usiku huo sio usiku wa kawaida, ni usiku wa tofauti sana kwa sababu kutakuwa kuna tunzo upande wa comedy, kutakuwa kuna tunzo upande wa artist kama sisi, kutakuwa kuna tunzo upande wa gospel, kuna watu upande wa wana sanaa wote kwa ujumla, mfano media, hizi medias. Tunajipa thamani kwa sababu ni muhimu sana wasanii Tanzania na sisi tupate nafasi ya kupata tunzo ambazo zinatoka nchini kwetu. Kwa hiyo mojawapo ya kitu cha kujivunia usiku huo ni kwamba ni usiku wa kuwapa washindi wa tunzo pia. Kwa hiyo kutakuwa na tunzo. Yes. Twende kwanza tuachane na wasanii na twende kwenye comedy. Yes. Kuna watu ambao mmewaandaa, maana naona vijana wengi wana talent ya comedy. Sasa kuna vijana mmewaandaa au mna program gani ya kuwapata kama mtu ana kipaji anataka ajue kwamba anajisailije au anafikaje siku hiyo kwenye tukio na anaonekana? Na sisi tunaandaa event mimi na Mafinest itakayoitwa Osimle Ndeva, lakini pia kuna watu ndio wanaandaa hizo tunzo. Sisi kama wasanii hatuwezi kuandaa tunzo, kulinganisha mimi ni msanii direct, lakini kuna mtu anaandaa hiyo tunzo kwa ajili ya watu wote, sio mimi, sio na wengine. Kwa hiyo huyo mtu ambaye ana wish kuwa mmoja wapo awe karibu na peji zetu. Tutatoa matangazo na kuna peji pia ya Osimle Ndeva ambayo ipo TikTok. Wanaweza kuicheki pia, itatoa update zote na namna vitu vinavyoenda. Lakini pia nadhani comedy wanajulikana ni wengi sawa, lakini wanaofanya vizuri wanajulikana, siwezi kuwataja kwa majina, lakini wengi wanajulikana kulingana na influence walionao na vitu vingine nadhani tunaona. Kwa hiyo mojawapo wa kitu atakachoangalia nadhani ni uwezo binafsi na uwezo wa influence alionao na anachokifanya. Je, kina impact? Kama kina impact, basi nadhani waandaji hawawezi kuacha kuwapa watu ambao wanafanya vizuri. Okay, sawa. Mtakuwa mnaandaa kwa upande wa Tanzania au pia na Kenya au utaratibu unakuwaje? Waandaji wamesema wanaandaa pande zote mbili, Tanzania na Kenya. Kwa hiyo itakuwa ni tunzo ambazo zinakutanisha nchi mbili. Kwa hiyo tujiandaeni na tujiandae mara mbili kwa sababu jioni manake ya Osim ni maongezi. Kwa hiyo jioni tutakuwa na Osim za wazee wa Laigwanak au Guleronganaga ambao wanaweza kutusimulia kitu gani ambacho tumekisahau kama vijana. Tukutane, yani tuzungumze, sometime tusifanye like show kila muda. Tunaweza tukaja tukazungumza tukakumbusha bana vijana sasa hivi tukashauriwa bana tufanye hivi tuache hiki. Yeah. Kwa hiyo ni usiku ambao kuanzia jioni tutakuwa na hiyo sima ambayo itakuwa inatoka. Kuna Malaigwa nani, kuna Ngaigwanaga Andasari. Maana yake tunataka tupate zaidi nguvu kwa jamii yetu kwa ujumla. After hapo pia lengo langu kubwa na kiu yangu kubwa ni kuwaona viongozi wa serikali wote wakiwepo siku huo, kwa sababu after hapo mimi nitaomba viongozi wa serikali waje, kwa sababu tunahitaji kutengeneza umoja ambao utakuwa unakuwa na siku moja maalum ya wasanii Tanzania. Sio msanii wa kuimba comedy anashuti anafanya nini sana kwa ujumla kama inavyofanyika duniani
kwa Bongo Flava, nadhani unaona. Sasa nataka sisi viongozi wa Kimasai na sisi tufikie sehemu wajunge wote Tanzania nzima, yani larikona la Masai boga mijalisha dala economy dosi bunge boga waone namna gani wanaweza kutusaidia kwa kuangalia hii siku, kwa sababu serikali yetu imetuweka mbali, na ili tuweke karibu ni lazima viongozi watuweke karibu na serikali. Kuna fungu linatoka hatuwezi kupata kwa sababu hatuko karibu na serikali. Kuna hizi nafasi za kwenda kuwakilisha nchi, lakini hatupati nafasi wa Masai ikiwa kinachotumika ni kacha yetu. Mfano juzi kuna siku ya Kiswahili pale Dubai, sio kama uliona wa Masai wa watu wengi wameulisha Kimasai. Kwa nini asitokee Masai wala Masai naenda kuperform pale hata kama wengine wakabalishwa, lakini angalau hata mmoja akaja pale ambaye ni Masai. Kwa hiyo hao mbona na Masai ndio wanadai siku hiyo, naomba tuje, kwa sababu licha kwamba tutafanya hivyo vitu na vyote, lakini tunaomba pia tutengeneze umoja ambao utatusaidia kama wasanii kwa ujumla, si wa secular, si msanii wa gospel, si comedy, si cameraman, si media, si photographer, whatever. Lakini naomba viongozi wa serikali wajue namna ya kulibeba hili. By the way, nitalizungumzia hapa katikati, nitaangalia namna gani ya kufanya, lakini naomba walibebe hilo sana. Umeongelea changamoto kidogo ya kwamba sasa wapi wawajibike serikalini na sehemu gani ni Aaron Masai, maana waziri wa habari na utamaduni na michezo hawezi kutoka direct ku point wa Masai, maana sasa makabila yote yagwedo Kamara na wana itagwaji. Kwa hiyo wewe una point nani au nani anahusika zaidi ya Aaron Masai? Wala Aaron Masai areza nula likobo ngila Masai do anjero njenga de nigo bera mu ni jara nji mfano bendaje bunge lango bino da ko lambe ne dala ganji bere ngorna no bone ngora sasa ayu ne rumo da ko ndana yanga da ga ngobe ngoro ni laliko bo ngi legwana ko laliko lenjama. Maana yake tukipata wa serikali na machifu kile kidobe harogi wala harogi, tukishaandaa hivi eneo kufungua wote nabi ya ni Aaron Masai eneo kuna nafasi yote kwenda kuwakilisha nchi nabi kama Masai kai merumo ngina rebe nemu mega serikali habi yo karibu wanao kwa serikali yangu bone ngora na wengi ndio mare ngaya so ngaya wala na gira ndio wakilisha ngo amore yale kwa Masai ba ngine leo ni nagira wakilisha the Masai kijuna ni ya wakilishaji kumo maina yangu na yule sisi ya kulani na muda wiki na kuna bidhaa ndo labda iko kwenye issue za kubwa, lakini hakuna mtu mwingine ambaye ananufaika ambaye yupo, na ni tofauti kidogo na wenzetu wa Kenya. Kidogo wanaunga mkono na serikali na sisi kidogo mayuna ndo mbesa na horo bunge ya ho alaigwana ayuna ndio beha ngolonga ya hata ndiko hego ndo wasanii kwa platform live ambao ni rahisi kuwasaidia wasanii wetu. Sio hivyo, tuwe na siku maalum ambayo inakuwa ni siku moja tu kila ile mahakacha ya Kenya hivyo. Sasa mimi nashauri alaigwana ndio ni rahisi zaidi kutengeneza wakapeleka malaigwana kwa wagero ngani ambayo alaigwana anala Masai ndio ngoro wale kuna wanakuwa serikalini na bonja aingalo wizara ya maliasili na utamaduni waje watupe pia support. Kwa hiyo kijuba wageni yes. Unazungumziaje sasa sherehe baada ya kutamatika na wewe una launching hapa karibuni ukiachana na tarehe 29? Iko vizuri. By the way, nimeenjoy, nimeona vibe ya watu ni wengi, watu wana furaha sana. Kabla ndaya shamu mbele bagiru nganda gana kulongana. Baradhi watu wote kujitokeza usiku ni ngumu sana, lakini watu wamejaa. Wamejaa, na niliwahi kusema natamani ifike sehemu msanii aweze kujaza uwanja bila kutegemea chochote kupitia tukiingilio na kaishi. Na naona sasa hivi mimi nilianza, nadhani kama unakumbuka Esuri Night ilifanyika Ruvu, nilifanya mwezi wa pili siku wapenda nao ambao nitakuwa naifanya kila mwaka. Ile watu wameingia kwa kiingilio, hakukuwa na mambo ya mgeni rasmi, lakini nilifanya tu kwa kiingilio na ilifanikiwa. Na natamani wasanii tu tunafanya hivi kwa ajili ya kujipaisha zaidi, tusionekane pia support yetu ni pesa sana, hatuipaishi sana. Kwa hiyo leo imekuwa nzuri sana. Na nini sasa kwa shauri labda wasanii wadogo ambao ndo wanaanza na wanapambana kutaka kutafuta pale ambapo wewe upo? Niwaambie tu kwanza wajifikirie wao ni nani na wajiamini. Chochote ambacho kipo mbele yake, watu wamefanikiwa kwa sababu ya kujifunza.
mimi si kama najua sana, ila maybe najifunza sana. Pia wajifunze kitu cha muhimu ni nidhamu. Kabla ya yote huwezi kujua bila kuwa na nidhamu. Ni hiyo tu. Yeah. Wasanii wengi sasa hivi kuna wengine wanadharau watu, yani wanadharau mashabiki. Kidogo wamepata fedha kidogo, una nini cha kumshauri? Kwa sababu mimi jana au juzi kuna mtu akawa ananiambia Josia na Tobiko ni moja wa wasanii wenye nidhamu kubwa sana. Kuna nini sasa wewe sasa una nidhamu, una nini cha kuwashauri wale ambao wameenda juu kidogo? Nadhani hiyo ni tabia ya mtu. Hiyo sio kwenda juu au kwa chini. Hiyo ni tabia ya mtu, maybe ulikuwa tu haujui. Kwa hiyo nadhani kuringa au kujiona haihusiani na sanaa. Hiyo naomba tuitoe. Sanaa inataka mtu mwenye nidhamu. Ndio maana mimi naweza nikatukana, lakini mimi siruhusiwi kumtukana shabiki. Lakini shabiki anaweza kunitukana. Anaweza kucomment anachotaka. Lakini mimi siwezi. Kwa hiyo nadhani hiyo watu, maana ya sanaa ni kuwa kioo cha jamii. Kioo cha jamii ni kukubali changamoto kuwa fursa kwako, kukubali maumivu kuwa tabasamu. Kwa hiyo nadhani ni watu wanatumia tu sanaa vibaya. Yeah. Okay, tunashukuru sana. Una nini cha kuambia watazamaji wa Tobiko au wa Kinetu Media usiku huu wa leo? Nachowaambia waendelee kutusupport kwa sababu bila wao sisi si chochote, na sisi tupo kwa ajili yao. Yaani sisi ni bidhaa, wateja ni wao. Kwa hiyo wasiache kututazama. Tunashukuru sana na tunakutakia usiku mwema. Haya.